Yes bwana, hii ni top 5 ya misemo ya wahenga ambayo iliwahi kuongeleka, lakini pia ina maana kubwa katika jamii yetu. Na mimi bwana nitaenda kukusomea moja kwa moja uweze kukisikia kile walichokisema wahenga ambacho kinatujenga katika siku zote ndani ya maisha tunayoishi. Msemo wa kwanza ni samaki aliyefumba mdomo huwezi kumnasa kwa ndoano. Yes bwana, hii inatusaidia sana katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu unakuta vijana wengi wanapoteza maisha, kupoteza fursa, lakini pia wanapoteza wapendwa wao kwa sababu tu ya maneno. Hii inakuweka mbali na yale maneno yote mabaya ambayo unaweza kuyaongea, kwa sababu kama huwezi kuongea mabaya, basi huwezi kunaswa na ndoano. Kunaswa na ndoano ni nini? Ni pale unaposema jambo baya ambalo linakuja kukukosti vitu vingi kwa maisha ya baadaye. Hiyo bwana ilisemwa na wahenga kwamba samaki aliyefunga mdomo huwezi kumnasa kwa ndoano, na wewe ukituliza mdomo wako basi huwezi kukutana na matatizo ambayo yanasababishwa na ulimi aidha na mdomo wako. Msemo wa pili, ukali wa wembe hauwezi kukata kuni, na shoka haiwezi kunyoa. Wembe ni kali tunafahamu, lakini ukali wake hauwezi kukata kuni au kukata mti. Lakini pia shoka ina ukali na ni kubwa, lakini haiwezi kunyoa. Hii ina maana gani? Kwamba kila kitu kina nafasi yake. Sio nafasi ya mimi umweke mtu mwingine, nafasi ya mtu mwingine uniweke mimi. Kila kitu kina nafasi yake. Nafasi ya ugali usiweke chai, nafasi ya chai usiweke ugali. Tumia kila kitu kwa nafasi yake ile ile. Penginevyo unaweza ukakitumia lakini kisifanye kazi kama kile ulichokuwa unakitarajia kufanya nacho. Kila kitu kinafanya kwa sekta yake kama ilivyo. Na ndo msemo huu unatukumbusha bwana, ukali wa wembe hauwezi kukata kuni au kuchanja kuni, lakini pia shoka haiwezi kunyoa upara au ndevu. Hiyo ni hivyo. Yes, msemo wa tatu unasema hivi: tumia taulo lako vizuri kila wakati, kwa maana kipande ulichofutia tako asubuhi kinaweza kikafuta usoni jioni. Do you know kwamba matumizi yako ya kila kitu hakikisha unayafanya vizuri. Tabia zako hakikisha zinakuwa njema, kwa sababu tabia ambazo unaweza kuzionesha leo zinaweza zikakukosti baadaye, kesho kutwa, baada ya mwaka. So ndo sababu unaambiwa tumia kile ulichonacho vizuri, tumia tabia yako vizuri, nenda kwa mwenendo mzuri ili isije kakukosti baadaye. That is why wahenga alituambia bwana, walichukua mfano kidogo ambao ni una utata ndani yake, ambao nasema tumia taulo lako vizuri kila wakati, kwa maana kipande ulichofutia uso au maybe tako asubuhi unaweza ukafutia uso jioni. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini katika kufanya mambo unayofanya, asije akakugharimu huko mbele. Msemo huu ni mfupi sana lakini una maana kubwa. Unasema kwamba maskini hana hoja, ana haja. Yes, hii ni kweli bwana. Maskini mara nyingi hawana hoja, badala yake ni haja. Hata akiwa na hoja itatafsiriwa kuwa kama ni haja, anahitaji kupata kitu, ndio sababu anasema. Kwa ili uzingatiwe katika maisha, inatakiwa utupilie mbali umaskini. Unautupaje umaskini? Uwe ni fighter, tafuta kwa namna yoyote ili tu usiitwe maskini, kwa sababu kesho utakosa hoja, watakwambia huyu ana haja. Hii sio hoja, anataka kitu fulani tumsaidie, that's why anataka kutuambia haya mambo. Kwa hiyo tupambane sana ili kuweza kujitofautisha au kuweka mbali umaskini katika maisha yetu. Na msemo wa mwisho ambao ni huu sasa: ondoa kibanzi ndani ya jicho lako kabla ya kuondoa boriti kwa jicho la mwenzako. Sisi wote tunajua kila mtu ana madhaifu yake. Inawezekana mkawa na madhaifu ambayo yameendana na mtu. So cha kufanya ni nini? Before uanze kumtengeneza mtu, kuwa makini, unatakiwa kuanza kujitengeneza wewe. Huwezi kumfundisha mtu mifano mizuri wakati wewe bado unazingatia mifano mibaya. So ndo sababu wamekwambia kwamba ondoa kibanzi kilichomo ndani ya jicho lako kabla ya kuondoa boriti ambalo lipo jicho la mwenzako. Kawaida unaweza kaona tabia mbaya ya mwenzako, lakini ya kwako hujaiona. Ili sasa uweze kumshauri mwenye tabia mbaya, inatakiwa wewe kwanza uwe umejishauri, na ndo unapata nafasi ya kumshauri yule atakusikiliza. Endapo tu utakuwa umemaliza, umezifuta tabia mbaya ambazo zipo ndani yako. Hiyo ni misemo mitano ambayo ilisemwa na wahenga, ambayo ina uzito na inabeba ujumbe mzito katika maisha tunayoyaishi kila wakati.
ujumbe wao mzito umetokana na vile ambavyo ulipangiliwa, lakini pia ukitafsiri misemo unagundua kwamba kuna ujumbe mzito wa kutuonya, wa kutuweka sawa, lakini pia wa kuweza kuimarisha mahusiano yetu sisi tunaoishi nyakati hizi. Nyakati zetu kuishi ni ngumu sana. Nyakati za Gen Z watu ni wabishi. Tunaanza kusema wahenga wakufanya nini, wahenga wakufanya nini. No, wahenga walikuwa na vitu walivyoongea kwa maana kabisa. Next time nitakuletea misemo mitano ya wahenga ambao walifanya upuuzi mtupu, na hii nitaileta tena hapa hapa. Kama ulikuwa bado hujasubscribe kwenye channel ya Profesa Adani, usisahau kusubscribe, lakini pia kama ulikuwa hujanifollow kupitia mtandao wa Facebook, usisahau kufollow, lakini pia unaweza kaacha comment hapo chini kwenye comment section ukaniambia ni kipi nimesahau, hao ni kipi nilete kwa wakati mwingine. Mimi ni Adani, mpaka hapo sina la ziada. Bye bye.